mtu atakapokuwa ana matatizo, Uislamu umezungumziaje? Mtu anapokuwa na miamala aweje? Uislamu umezungumza. Ndio maana Allah akasema na huo Uislamu ni dawa katika yale ambayo yalikuwa katika vifua vyenu. Mtu anatakiwaje anapopata misiba awe na subra ya hali gani? Uislamu. Ndio maana Allah akasema ni shifa kwa wale ambao wataamini na wakafuata mafundisho ya Uislamu uliokuwa sahihi. Ndugu zangu katika imani, ma'shara almuslimin, alislam, hakika huu Uislamu si hivyo tu, bali yad'u ila tauhid. Uislamu unatulingania kushikamana akida iliyokuwa sahihi, kuwa na tauhidi na Mola wetu, kuamini tauhidi al-uluhiyya, ar-rububiyya, tauhidul asma wa sifat. Huu ni Uislamu unatulingania tuwe na tauhidi ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni nini hiyo tauhid? Allah wanachuoni wanatuambia wa ifradullahi bil ibada. Tauhidi ni watu wote wanatakiwa katika kufuata ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zake. Katika kufunga, ufunge kwa mafundisho sahihi ya Bwana Mtume na ufunge kwa ajili ya Allah. Ukitaka kuswali, uswali kwa ajili ya Allah. Ukitaka kutoa zaka, utoe kwa ajili ya Allah. Ukitaka kuchinja, uchinje kwa ajili ya Allah. Uislamu unatulingania katika akida na tauhidi iliyokuwa sahihi. Kwa hizi ibada usije ewe Muislamu ukazifanya kinyume asiyekuwa Allah, jambo hilo itakuwa haifai. Ndio maana anatuambia Uislamu unatutaka sisi tumkusudie Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada zake yeye peke yake. Ndugu zangu katika imani, na huku kufanya ibada na kumwelekeza Allah subhanahu wa ta'ala ibada tulizozitaja, hadha huwa haqqullahi ala alibad. Jambo hili ndiyo haki ya sisi waja kwa Mola wetu, kumwelekeza Allah ibada zetu ndiyo haki yetu sisi wanadamu kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili linathibiti kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipomwambia Muadh ibn Jabal. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza Muadh, akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muadh, ewe Muadh, atadri ma haqq Allah ala al-ibad? Je, ewe Muadh, hivi unajua haki ya mja kunako na Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Muadh, atadri ma haqq Allah ala al-ibad? Ni ipi haki ya Allah kwa waja? Muadh ibn Jabal, sahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema wallahu wa rasuluhu a'lam. Hakika swali lako ya Rasulullah, ni Allah na mtume wake ndiyo wanafahamu haki yetu sisi kwa Mola wetu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Bwana Mtume kujibu swali la Muadh ambalo alilosema sahaba sijui. Na hapa pia tupata mafundisho sisi Waislamu, jambo ambalo hauna elimu nalo liache hivyo hivyo, sema sijui. Kusema sijui si uzembe, bali ndiyo elimu. Bali kutoa fatwa kwa mambo ambayo hauna elimu nayo, huo ndio ujinga. Bali mjanja ni yule ambaye anapoulizwa jambo, kama una elimu nalo, sema jambo hili silijui. Muadhi anamwambia Bwana Mtume, Allah na mtume wake ndio wanofahamu, mimi sijui. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushrik bihi shay'a. Haki ya Allah kwa waja wake ni wewe Muadh na sisi wote kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala kutomshirikisha na chochote. Ndugu zangu katika imani, Uislamu umetutahadharisha kunako na kuelekeza ibada yoyote katika ibada nilizozitaja. Yoyote atakayefanya ibada hiyo akafunga kwa ajili asiyekuwa Allah, akachinja kwa yule asiyekuwa Allah, akatoa zaka, tambue hii ni shirki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni nini maana ya shirki? Ashirku an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqa. Ashirki ni kumjalia Allah subhanahu wa ta'ala mshirika katika jambo ambalo ni la kheri unalolifanya, lakini ukalifanya imma kwa malengo mengine au ukafanya kwa ajili tu watu wasije wakajua
fulani haswali, ikawa unaswali kwa ajili ya watu, ikawa unafunga kwa kuogopa watu, ikawa unachinja kwa ajili ya watu. La, hiyo ni shirki. Lakini watakiwa uchinje kwanza, jambo la kwanza, malengo na chinja kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, na swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyotuamrisha kuwa tutekeleze ibada ambazo tutatakiwa sisi waja kuzitekeleza ibada hiyo. Kuwa Bwana Mtume akasema shirki ni kumjalia Allah mshirika, unafanya ibada lakini si kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya malengo mengine. Kuwa Allah atuhifadhi katika jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, al-Islamu yanha 'ani shirki, Uislamu unatutahadharisha kuna shirki, na kuonyesha jambo hilo kuwa haitakiwi sisi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanha 'anil ibadati al-asnam, pia Uislamu unatukataza kuabudia masanamu, wal awthan, na mizimu, washayatin, na mashaitani. Wa yanha 'anil ibadati al-qubur, wa yanha 'anil dhabhi lighairi Allah azza wa jalla. Uislamu unatukataza kuabudia masanamu, kuelekeza ibada kwa mizimu, kuelekeza ibada kwa mashayatin, pia kuchinja kwa ajili ya Allah kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia kuabudia makaburi. Ndugu zangu katika imani, hizi zote ni shirki. Lau kama Muislamu atafanya, itakuwa amemshirikisha Allah. Miongoni mwa mambo ambayo yapo katika mwezi huu wa Rabi', ambapo ni katika maulidi ambazo leo zipo, watu wa maulidi ndani yake ukichunguza kuna shirkiati ambazo zinafanywa. Watu wataenda katika makaburi kadha wa kadha, wakidai makaburi hayo ni ya masharifu, na watu kwenda kutaka baraka ya maulidi zao. Leo yapo ambayo yanafanyika. Kuwa haya yote yanaingia katika aina ya shirki ambayo haitakiwi Muislamu mwana sunna kujielekeza ibada hizi, na wale ambao Allah hajawapa taufiki hiyo. Kwa tutakia ibada zote umfanyie Allah subhanahu wa ta'ala. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'bud, muabudu Mola wako, wa'budu Allah, muabudu Allah, wala tushrik bihi shay'a, na wala usimshirikishe Allah na chochote. Waqala Allah ta'ala, na amesema Allah mtukufu, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kunako na ubaya wa shirki, innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye atamshirikisha Allah katika ibada wa kadha ambazo tumezitaja, huyu faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamishia mja huyu kupata harufu ya pepo yake siku ya kiyama, waliyadhu billah. Huyu hatopata hata harufu ya peponi, hatoingia katika pepo ya Allah. Yule ambaye atakufa ile hali ibada tulizozitaja anazifanya hapa duniani kwa ajili ya siku Allah, basi atambue atenda ingia katika moto. Wa ma'wahu an-nar, mafikio yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na watopata madhalim siku ya kiyama. Siku hiyo watu wa kuombea shifa ili watolewe katika moto huu, kwa sababu siku ya kiyama wale ambao wamekufa imma na dhambi la wizi, imma dhambi la kusengenya, Allah subhanahu wa ta'ala atawahurumia, imma wataadhibiwa kwa kiasi ambacho Allah atarizika, wataingizwa katika pepo. Lakini man mata ala shirki, yule ambaye atakufa ile hali amemshirikisha Allah na wala hakutubia hapa duniani, basi atakaa katika moto huo milele. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, dhambi la shirki ni dhambi kubwa mno ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumsamehe yoyote yule ambaye hakurejea kwake akatubia akaachana na dhambi hilo, isipokuwa yule ambaye atarejea na akatubia na akafa ile hali ana itikadi sahihi, basi huyo itakuwa amefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimalizia na hadithi ambayo ameipokea an Abi Abbas, Abdullah ibn Abbas
radhiyallahu anhuma, amepokea hadithi sahaba huyu, radhi ziwaendee wawili hao. Anasema Abdullah ibn Abbas qal kuntu, anasema nilikuwa mimi khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yawman, nilikuwa siku moja nyuma ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqal, akasema bwana mtume, ya ghulam, ewe kijana. Na wakati huo Abdullah ibn Abbas alikuwa ni kijana mdogo kabisa, kwa anahadithia siku moja bwana mtume nilikuwa nyuma yake, kisha akasema ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, hakika mimi nakufundisha mtume wa Allah maneno, uyashike maneno hayo, uyahifadhi maneno hayo, uyafanyie kazi maneno hayo. Ikiwa ameambiwa sahaba, basi na sisi waja wote wa Kiislamu tunatakiwa tuyafanyie kazi na sisi yale ambao walifundishwa maswahaba kipindi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno gani ambayo alisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah ibn Abbas? Akaambia, ihfadhillah, muhifadhi Allah, yahfadhuka, na yeye Allah atakuhifadhi katika kila jambo lako. Wewe muelekeze Allah, mtakasie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupa mrejesho katika jambo hilo. Akazidi kumwambia, wa idha sa'alta fas'al lillah, ewe Abdullah ibn Abbas, utakapoomba wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Nina shida ya mtoto, nina shida ya Rabbi nifungulie riziki, ya Rabbi nijalie kadha, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, wala usiombe mashayatin wala mizimu wala kwenda kuomba katika makaburi ambao watu tumeona ni shirki. Muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapotaka msaada wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si huyu Allah subhanahu wa ta'ala ambao tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sio sisi ambao tunaomba katika swala, wewe tu ndio ambaye tunakuabudu na wewe tu ndio kwako tutataka msaada. Kuwa bwana mtume anamwambia swahaba huyu, wa idha sta'anta fasta'in billah, na unapotaka msaada wewe mtake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha bwana mtume akaonyesha ukubwa wa Allah, kuwa huyu ndo anastahili pekee kuelekezwa ibada zote. Akasema, wa'lamu anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Abdullah ibn Abbas, lau watu wote wa dunia nzima, wote unapokujua wewe, Marekani wapi, China huko, Switzerland wapi, lau hawa watakusanyanyika, watu wote hawa wakataka wakunufaishe wewe kwa jambo, basi hawawezi kunufaisha kwa lolote isipokuwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ashaliandika. Tupata tabu wapi? Dini yetu hivi kwa hali hii haijajitosheleza. Kila jambo ambalo unalojua wewe, Allah subhanahu wa ta'ala ashamwekea mtume wake subhanahu wa ta'ala, jambo hilo liendeeni hivi. Hatuna upungufu katika dini yetu. Dini yetu ni dini iliyotimia. Hivyo akasema, lau pia watu watakusanyika wa dunia nzima wakataka kukudhuru wewe, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa jambo ambalo amepitisha Allah. Kwa tuna haja sisi kila jambo kumwelekea Allah. Una shida ya riziki, una shida ya kila kitu, mpaka hao watu wanaotisha watu nitakuonyesha wewe pia jikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi akakudhuru isipokuwa mpaka Allah apitishe jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekeza ibada kwake, kwani sisi hapa duniani tunapita na tutarejea kwake, na kila mmoja wetu atendaulizwa kwa kile ambacho alijiliwa na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika usahihi, na ataulizwa, je, ulipata kufahamu, ulielewa vipi na uliyatekeleza vipi? Allah tujalie ni wenye kusikiza maneno na tukayafanyia kazi. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa nakis a'da'aka a'da' ad-din.